nani tena jamani? Mungu wangu, Mungu wangu. Au mwizi. Mungu wangu, kaingia nani bila taarifa? Mungu wangu, Mungu wangu. Hao ni kina nani tena? Nafuata nini hapa? Sijui kama ni majambazi hao. Wana mapanga. Hawana mkimizo mbaba alikuwa ndani. Na mbaba ni nani? Kuna mtu yoyote uliyemwona katika maeneo haya? Amevaa nguo za kuchanika chanika. Hapana, sijamuona. Na mbaba ni nani? Unasimfahamu. Na ameingia ndani bila taarifa. Jakawa ni mwizi. Kumbe ni wewe. Nini? Kuna mtu humu ndani. Nani? Kumbe huyu. Sasa huyu naye nilichelewa kukutambulisha, ndio shemeji yako. Haya we, toka nje. Toka bana. Wameondoka. Nani? Kuna watu walikuwa wanamkimbiza. Unafanya nini? Nilikuwa katika harakati zangu za kukota machupa kule. Sasa kuna mwizi alikuwa anamfukuza. Na amevaa nguo ambazo zimechanganyika kama za kwangu hizi. Sasa wakajua ndio mimi. Kwa hiyo wakaniungia. Unajua kufa vibaya wewe. Nashangaa ndio kanikanisha mpaka hapa nyumbani. Lakini mimi sijafanya kosa lolote lile ya Mungu mke wangu. Utakuja kufa vibaya. Na tusijui hata uko wapi na umetupa wapi. Muone vile. Alafu sikia. Huyu hapa ni mdogo wangu. Sasa utafute sehemu ya kulala. Kuanzia sasa hivi, tena uanze sasa hivi. Bado haijafika jioni ukaanza kujilizaliza pembeni ya ukuta, na lala wapi nafanya nini? Yaani utoke sasa hivi. Lakini mke wangu, utendi haki. Hapa mimi ni nyumbani kwangu. Kwa hiyo wewe ni mke wangu mimi. Huyo mgeni ndio utakuwa mtafute sehemu ya kulala, sio mimi. Wewe ndio utatoka humo ndani uende ukatafute sehemu ya kulala wewe. Sio mdogo wangu mimi atoke ndani aende akalale kwingine. Toka. Lakini unakosea. Toka bwana wewe, nenda. Sasa hivi ondoka. Nenda saa hizi kabla jua lijazama. Nenda bwana. Nenda basi, nenda. Uelewi? Basi ngoja chukue viatu vyangu. Hivyo hapa. Nenda baba, chukua viatu, nenda. Ukirudi hapa ujue unalala hapo. Wapi? Changamka. Vipi wakubwa? Unasemaje? Sema nini wajomba, nilikuwa sijajua. Tuondoke. Hao majamaa ni watu hatari sana. Sasa mbona kama wanatokea nyumbani kwa mpenzi wangu Grace? Subiri niende huko. Unajua mimi kuna muda nilikuwa na wasiwasi kweli. Kwani? Nilikuwepo mtaani hapo napita nikakutana na vijana wawili wameshika vipanga. Unajua mimi kwanza nikaogopa kweli, yani nikasema afa anatokea mtaa kwenu kule. Na mimi pale nilipowaona nikasema hapana, ngoja niende.
Kumbe na wewe uliwaona. Wale walikuwa wanampata mume wangu. Amefanya nini? Anasema mwenyewe amemfananisha. Sema acha tu likomeshe, maana jitu wenyewe hata alijitambua. Afu wewe unamwombea mwenzako hivi? Udogo unamjua? Wewe unamjua? Mimi ndo kwanza namuona hapo, amepita hapo, amesimama na tuangalia. Hata tu siku hizi hawana hata adabu, kana shida hata kusalimia. Chane nayo hayo. Vipi sasa, mbona siku hizi sikuoni uji? Geto inakuaje? Nitakuja tu sasa hivi, mdogo wangu yuko nyumbani ndio maana siwezi kutoka. Mdogo wako kaja lini? Siku ya 3. Vipi tena dogo? Shika tu kule mbele. Anashika na nani? Basi unashika na nani hivyo hivyo? Mgako analia. Na nani? Ndio nipeleke basi mara moja. Mimi siwezi kwenda, mimi na mishe zangu. Wewe dogo vipi wewe? Unataka kweli? Malaba. Kwa hiyo wewe ndio umewekwa mlinzi hapa nje ili ulinde ulizubeishe nisiweze kufumania huko ndani, sio? Sasa leo ama zake ama zangu lazima niwafumanie huko ndani humo na nitambue kama mimi ni nani. Samahani mke wangu. Kuna maneno ambayo niliambiwa huko mtaani huko kwamba eti wewe umeingiza mwanaume humu ndani. Kwa ndio maana kaja kwa jaziba vile. Nisamehe mke wangu. Kwa hiyo wewe kwa akili zako hizo tu ndogo umemkuta? Umemwona? Hapana, sijamuona mke wangu. Yaani kwa akili zako tu ndogo zilizoko huko. Kwa mimi nitatoa mwanaume huko nimlete humu ndani, si ndio? Ni maneno ya watu ambao wameniambia, kwani kadhani ni kweli umemleta mwanaume ndani ndio maana kaja kwa spidi vile na kwa jaziba sana. Wewe unajielewa kweli wewe? Kwenye akili zako kichwani mwako akili zimo hata kidogo? Zimo. Kama nimeomba msamaha mke wangu, naomba nisamehe. Sasa nipiga tu bila makosa. Katika mizunguko yangu kule nimeenda kwa mdogo wangu, nimekosa sehemu ya kulala. Kwa hiyo naomba nisaidie niweze kubaki hapa nyumbani.